inavyoweza kutuvuta tupate kumjua Mungu. Kwa hiyo katika ibada hii nitazungumza juu ya hekima ya kumjua Mungu kama lango la mafanikio kwa mtoto wa Mungu. Hekima ya kumjua Mungu kama lango la mafanikio kwa mtoto wa Mungu. Na kwa nini ninakufundisha hiki kitu? Kiu yangu nione mambo matatu ndani yako. Jambo la kwanza, kukusaidia wewe kama mtoto wa Mungu kuona umuhimu wa kuwa na maarifa juu ya Mungu unavyoweza kukusababisha au kusababisha baraka katika maisha yako. Kukusaidia kama mtoto wa Mungu kuona umuhimu wa kuwa na maarifa juu ya Mungu kunavyoweza kusababisha baraka katika maisha yako. Lakini jambo la pili, natamani kuweka msisitizo juu ya elimu ya Mungu kwa kanisa ili kuweza kutambua elimu zingine za uongo za dunia hii zinazotoa au zinazokutoa katika imani ya kweli ya neno la Mungu. Kwa lugha nyingine, kumjua Mungu kunakupa ufahamu wa kuwa na uelewa juu ya elimu zingine zisikutoe kwenye mpango wa Mungu au zisikutoe kwenye kweli ya Mungu. Udumu katika kumjua yule aliyekuita, aliyetoa huruma zake pale msalabani kwa moyo wa upendo ili wewe binafsi upate nafasi ya kumjua. Lakini jambo la mwisho ni kuona umuhimu wa huruma za Mungu zinavyoweza kukuvuta karibu ili umjue yeye kwa viwango vya juu zaidi. Kuona umuhimu wa huruma za Bwana zinavyoweza kukuvuta karibu ili umjue yeye kwa viwango vya juu. Yaani ndicho hicho kitu kinachoitwa misericordias Domini, yaani huruma za Bwana. Kwenye Maombolezo 3:22 Biblia inasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa huruma zake au rehema zake hazikomi. Kwa hiyo nachotaka uone hapa ni jinsi ambavyo kuwa na hekima ya kumjua Mungu kuna kufanya wewe uone faida ya huruma za Mungu. Unaweza kuwa unamfahamu Yesu, lakini Yesu asiwe na faida kwenye maisha ya kwako. Kwa unavyozungumza juu ya hekima ya kumjua Mungu, ninaelewa kwamba unayo maarifa juu ya neno hekima kibinadamu tu, kawaida, kwa tafsiri za kawaida. Hekima ni uwezo wa kutumia maarifa kwa njia sahihi ili kuleta matokeo. Hii ndio picha ya hekima. Kwa utakuta mtu akisema ana hekima, amemtazama kwa picha ya utulivu wake, akili zake na maamuzi yake. Anaamua sasa kutoa maana kwamba huyu mtu anayo hekima. Kwa hiyo maarifa ni kujua, hekima ni kutumia unachokijua kwa usahihi. Kwa hiyo unaweza ukasema huyu mtu ana maarifa, huyu mtu ana hekima. Ni maneno mawili tofauti kabisa, ni maneno mawili tofauti. Ndio maana ukiangalia Mithali 9:10 utagundua kuna kitu Mungu anasema, kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na maarifa. Maana yake bila kumjua Mungu huwezi kuwa na neema ya hekima za Mungu ndani yako. Ndio maana utakuta watu ni tofauti. Kuna mtu mwingine unaweza ukamwona ni mtulivu, ni mstaarabu, ana utulivu mkubwa sana na ana maarifa mengi, lakini ukimpa akasimama akaongea, utaanza kugundua hivi ndo yule au huyu ni mwingine. Tofauti inakuja wapi? Inakuja kwamba anayo maarifa, hana hekima ya kutumia maarifa aliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nachotamani ukione asubuhi hii ya leo ni namna ambavyo kumjua kwako Mungu kunafaa zaidi katika kukusaidia kusogea karibu na Mungu. Ndio maana nasema huruma zake zinatuvuta tupate kutubu. Kwa nini zituvute? Zinatuvuta ili tuwe na ukaribu na yeye. Sasa unaweza kuona tofauti ya hivi vitu, kwamba maarifa ni kujua kitu, hekima ni kutumia kitu unachokijua.
Maarifa ni kuwa na akili juu ya jambo, lakini hekima inasema mwelekeo juu ya maisha kwa akili ulio nayo. Kwa namna nyingine nataka kusema maarifa ni kusikia, ni kupokea ule ujuzi, lakini hekima ni kuwa na uzoefu wa kutumia maarifa ulio nayo. Sasa kwa nini tunasema mjue Mungu? Tunasema umjue Mungu maana Mungu ndio kila kitu cha kwako. Usipokuwa na elimu juu ya Mungu, maarifa juu ya Mungu, ni rahisi kila maarifa inayokuja mbele yako ukayachukua na ukayaamini. Kwa sababu gani? Hauna maarifa juu ya Mungu. Okay, nitoe mfano huu. Ukisema mtu ana maarifa, ni sawa na kusema anaweza kujua kusema kweli vizuri. Yaani kwamba kusema kweli vizuri ni maarifa. Lakini hekima inasema ni vipi, ni kwa namna gani, ni lini, ni wapi unaweza kusema kweli hiyo unayoijua kwa usahihi. Kwa hiyo maarifa au hekima juu ya Mungu inalenga kumsaidia mtoto wa Mungu apate kumjua Mungu aliyebeba huruma. La sivyo kazi ya msalaba itakuwa bure, kwa sababu kama humjui Mungu wa msalaba, matokeo ya msalaba hayawezi kuwa na impact kwenye maisha yako. Ni lazima umemjua huyo aliyeenda msalabani. Ndio maana Paulo anaongea kitu cha muhimu hapa kwenye Wafilipi 3:10, anasema ili nimjue yeye. Sasa haishii kusema nimjue nani? Yeye Yesu. Anasema na uweza wa kufufuka kwake. Kwa hiyo kumjua Yesu ni kitu kingine, na kujua uwezo uliopo ndani ya Yesu ni jambo lingine. Kwa hiyo inahitaji uwe na maarifa juu ya Yesu ili uweze kupata matokeo yatokanayo na kazi ya msalaba. La sivyo, neno la Mungu linasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwao wanaoamini ni neno la Mungu ni wokovu kwao. Kwa nini ni wokovu? Kwa sababu wameliamini, wamelijua. Bwana Yesu asifiwe. Zipo hekima nyingi, sasa sina muda wa kutosha wa kuweza kupitisha huko, lakini ziko mbili: hekima ya dunia na hekima ya Mungu. Hekima ya dunia inategemea akili, uzoefu na elimu ya mtu, na hii hekima ina mipaka yake. Kwa kuta mtu anasema anayo hekima, huyu jamaa ana hekima juu ya mambo fulani, maana yake huyo mtu anayo akili juu ya vitu fulani. Wakati huo huo anayo elimu. Kwa mfano, unaenda chuo, unasoma, unamaliza degree, tunasema unayo hekima juu ya kile kitu ulichokisoma. Hiyo ni elimu ya dunia, ni hekima ya dunia, na ina mipaka yake katika matumizi yake. Hekima ya Mungu hii inatoka kwa Mungu. Ukiangalia Yakobo 3:17 anasema hekima itokayo juu. Kwa hiyo ile kwamba kuna hekima ya vile vinavyotuzunguka na maisha ya kawaida, lakini ipo hekima ya mafunuo katika roho, ambayo hii hekima inakupa ustaarabu wa kuishi ukimjua Mungu. Wanapenda kusema ukiona mtu anaama kanisa, leo yuko hapa, leo yuko kesho, yuko sehemu fulani, ujue huyo mtu hajamjua Mungu. Ile hekima ya maarifa juu ya Mungu inakusukuma zaidi kujifunza kukua katika Mungu kuliko kukusukuma kuhangaika. Ndio maana anasema mchungaji mwema anawajua kondoo zake. Kwa nini? Mungu anavyotuhudumia anajua uhitaji wa kila mtu kwa nafasi yake. Ndio maana tulivyokuja kanisani tunaweza tukatazamana hivi kama kitu kimoja, lakini kila mmoja ana nia ya moyo wake, ana shauku ya moyo wake. Kuna mwingine anatamani ya kukutana na Mungu kiroho, kuna mtu anatamani ya kukutana na Mungu kwenye eneo la kiuchumi, kutegemeana na uhitaji wa jinsi alivyo. Sasa basi, hii hekima ya kumjua Mungu ni kitu gani? Naposema kumjua Mungu, ninamaanisha uwe na maarifa juu ya Mungu wako. Kwa nini? Maarifa juu ya Mungu yanafanya uwekezaji wa kanuni za Mungu za namna ya kuishi na mtu na namna ya kumfanikisha. Kwa hiyo ni rahisi sana ukamisi baraka ya Mungu kwa sababu ya kutojua namna anavyooperate.
Hii maarifa ya kumjua Mungu, kama unafuatilia utagundua kwenye Biblia kwa Kiebrania wanaita yada. Yada ni kujua kwa uzoefu wa karibu zaidi. Labda niseme kwa mujibu wa Kiebrania, wao kujua kuna maana mara tatu. Ya kwanza inaitwa bin. Bin ni ule uwezo, general understanding juu ya jambo. Kwa hiyo wakisema huyu mtu amebin, maana yake ana uwezo wa kuelewa jumla, kwamba namjua mchungaji wangu Palanjo yuko hivi, ni mrefu au ni mfupi, anapenda kuvaa hivi au hivyo. Hiyo ndo bin, unauelewa wa general juu ya huyo mtu. Alafu kuna kitu kingine wanakiita dat. Dat maana yake ni kwamba ninamjua kwa kiwango cha kukaribia kumwelewa. Maana yake najua nyumbani kwake, ninaelewa anapoishi, ninaijua familia yake na vitu kama hivyo. Ila hiki kitu kinaitwa yada. Maana yake nini? Maana yake ni kujua kwa uzoefu binafsi, ni ukaribu wa ndani, ile intimacy, ni kujua kwa kugusa maisha halisi. Kwa hiyo ninaposema mjue Mungu, ninataka ujue kutafuta kuwa karibu na yeye zaidi, ili yaweze kufunua yale mambo ambayo yamefichwa ndani ya maisha ya kwako. Kwa nini? Unaweza ukawa naabudu hapa kanisani na unahudhuria ibada vizuri na unatoa sadaka na unatoa mafungu ya 10, lakini bado ukamismark katika kurithi uzima wa milele. Kwa nini? Mungu hatazami hivyo vitu ambavyo unavitazama wewe. Anatazama namna ambavyo una personal relationship, uhusiano binafsi pamoja na yeye. Na huo uhusiano na Mungu, huko kumjua Mungu, ndiko kunakoweza kuprioritize Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana utakuta mtu kuna vitu vina vipaumbele kwenye maisha yake kuliko Mungu. Ndio maana utakuta kuna mtu anaweza kunung'unika juu ya kutoa sadaka. Akimjua Mungu, kuna level anahama. Anajua hiki ninachotoa, ninatoa si kwa sababu ninavyo, ni kwa sababu ninamrudishia shukrani aliyenipa. Kwa nini? Ninamjua. Haitakutesa. Kwa nini? Viwango vyako vya kumjua vimehama kwenye level ya intimacy. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndo utaelewa yale mahangaiko ya watu kwenye maisha. Unakuta mtu anahangaika, leo yuko huku, leo yuko kule, leo yuko hivi, ameenda pale. Hata akiambiwa unajua ukila mchanga unapona ugonjwa wako, anachukua mchanga anaubugia. Kwa nini? Maarifa ya yule mtu, knowledge aliyo nayo imemtosha kumshawishi yeye ale mchanga, hata kama hakuna uhusiano kati ya mchanga na uponyaji wake. Kwa sababu hana maarifa juu ya Mungu, hawezi kupembua maarifa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Jana Jumamosi kwenye jumuiya zetu tulikuwa tunajifunza juu ya ibada zetu. Namna ambavyo tunaweza kuziheshimu, namna ambavyo tunaweza tukahubiri, tukafundisha neno la Mungu. Kwa nini? Kuna namna nyingi na hekima nyingi za dunia za kuachilia mafundisho juu ya kanisa. Na ndio maana watu wengi wamekuwa kwenye mahangaiko makubwa. Kwa nini? Hawajakaa katika utulivu wa kumjua Mungu. Ngoja nikuonyeshe mifano michache alafu tumalize. Mfano wa Ayubu kwenye kile kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Ona, alikuwa anasikia habari zake. Hii ndio bini. Alikuwa anasikia kwa kuambiwa kwa masikio ya kwake, kama ambavyo umekaa hapo unasikia ninavyofundisha, unasikia habari za kwake. Kwa hiyo Ayubu anasema nilisikia hizi habari kwa masikio yangu. Ila anafika kwenye level nyingine ya kitu kinaitwa yada. Anasema lakini sasa jicho langu linakuona. Kwa hiyo Ayubu hapo mwanzo alisikia habari za Mungu. Watu wengi sana tunazisikia habari za Mungu, ila hatumjui Mungu vizuri kwa viwango ambavyo Mungu anataka tumjue. Ndio maana kuna vitu kwenye maisha vinaweza vikakusumbua ufahamu wako. Kwa nini? Ufahamu wako juu ya Mungu na navyo anavyo operate haupo. Ndio maana Paulo anasema nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kwa hiyo kuna kumjua Yesu na kuzijua nguvu za kwake.
Sasa huwezi kujua operation ya nguvu za Mungu kama ndani yako hauna shauku na kiu ya kumjua Mungu. Ayubu anasema nimesikia kwa masikio yangu. Ni watu wangapi tumeishia kwenye kusikia habari za Mungu, lakini hatuoni matokeo kwenye maisha yetu? Niliwaambia ibada ya kwanza, majitu yote hapa duniani yaliyofanikiwa yamemjua Mungu wao. Soma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ukiwakuta kina Ibrahim, namna walivyokuwa wamemjua Mungu, wamemwamini Mungu, walifanikiwa maisha yao. Ndio maana utakuta mtu unaweza ukaambiwa zungusha upokee gari, na wewe ukazunguka ukadrive ukatoka huna gari. Kwa nini? Ukimjua Mungu, Mungu ndio hivyo vitu ambavyo unavihitaji. Ndio maana Ayubu anasema nilisikia hizi habari. Natamani kwenye ibada hii nione watu ambao wanasema tuko tayari tuvuke kwenye kusikia, lakini tumjue Mungu, ili mafanikio yaliyopo ndani ya Mungu yawe halisi kwenye maisha yetu, yawe halisi kwenye maisha yetu. Haleluya kanisa, haleluya kanisa. Kitu gani kilitokea kwa Enoko? Maandiko yanasemaje? Enoko akatembea na Mungu mpaka Mungu akaamua kumchukua. Kwa nini hakufa kama sisi? Utagundua levo ya ukaribu wa Henoko na Mungu. Hekima na maarifa aliyokuwa nayo Henoko kwa Mungu ilimfanya hadi kifo kimkatae Henoko. Kwa hiyo kumjua kwako Mungu, umaskini utakukataa. Kumjua kwako Mungu, magonjwa yatakukataa. Kumjua kwako Mungu, shetani atakukimbia. Kwa nini? Unamjua na uwezo wake. Kitu gani kilitokea wakina Petro akiwa kwenye boti? Labda hapa utanielewa. Upepo ulivuma ukapiga lile boti, maji yakajaa, wanachota maji mpaka wamechoka. Wanashtuka, mbona kuna jamaa moja amelala zake hana habari. Watu wanachota maji, yeye kapiga usingizi. Alafu wanamwambia, mwalimu, hauoni kwamba tunaangamia? Ona, Yesu alikuwa naye kila siku, Yesu alitembea naye kila siku, lakini uweza uliopo ndani ya Yesu haukujifunua kwao. Unaweza ukawa na Yesu lakini usitembee na nguvu zake. Ndio maana anasema huruma za Bwana zinatuvuta tuje karibu tumjue. Kwa nini? Unaweza ukasikia juu ya huruma za Bwana, usiwe na Bwana aliyebeba huruma. Sasa unasema mwalimu anaongea kitu gani hapa? Ngoja nikwambie. Kumjua Mungu ni kujua kweli ya neno la Mungu, ni kujua namna Mungu anavyofanya kazi. Ndio maana Wafilipi 3 ukianzia 9, sio 10 sasa kule tulivyosoma, ukianzia mstari wa 9 hadi wa 10, utagundua Paulo anasema nimeyahesabu mambo yote kuwa hasara ili nimpate nani? Kristo. Kwa hiyo Paulo aliona mali sio kitu kwangu, hazina za dunia hii sio kitu kwangu, ni bora niyahesabu kama hayana maana ili nimpate Kristo. Anasemaje? Ni ujue uzuri wa kiasi cha kumjua. Manake nini? Paulo anahama kwenye levo ya kawaida ya kumjua Mungu, anasema natafuta nimjue kwa viwango vingine, alafu ni ujue uzuri wake. Maana yake nini? Ajue kuwa karibu na Mungu, ajue kuhusiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mwimbaji anaimba kwenye 298 anasema kwa huruma ni